Hiyo habari ya saizi, Maalim from Technomira Tanzania hapa. Leo ni siku nyingine tena tumekutana kwa ajili ya kutaka kujiongeza kwenye biashara zetu. Leo tulikuwa napenda sana tuzungumze kuhusu website, hususan kuhusu jinsi nzuri ya kuchagua website designer mzuri ambaye atakusaidia kufikia malengo yako ulionayo. Kwa nini unahitaji website designer mzuri au kampuni nzuri au website agency mzuri kwa ajili ya project yako ya kutengeneza website? Kitu cha muhimu sana na cha msingi, kwa nini ni muhimu kupata website designer mzuri? Sababu kubwa ni mbili. Kwanza kabisa, website ni duka lako au ni salesman wako ambaye anafanya kazi ya kuuza bidhaa zako au product yako au huduma zako kwa masaa 24. Website inakuuza wakati umelala, wakati uko macho, wakati uko kwenye mkutano, wakati uko kwenye seminar, wherever utakapokuwa, yenyewe inaendelea kuuza huduma yako. Ya pili ni kwamba kwa dunia ya sasa hivi, mtu mara nyingi kabla ya kukupigia simu au kukuandikia email huwa anafanya research kuhusu wewe, na sehemu pekee ambayo ya kufanya research kuhusu wewe ni kuingia kwenye website yako. Kwa hiyo mtu ataingia kwenye website yako, ataangalia product zako, ataangalia timu yako, wafanyakazi wako, filosofi yako, kila kitu kinachohusiana na wewe kabla ya yeye kuamua kupigia simu au kukuandikia email kuhusiana na biashara. Hivyo basi, ili ufanikiwe kwenye biashara ni lazima uwe na website nzuri, bora na ambayo imedesigniwa professional. Ili upate product hiyo, ili upate website hiyo, pia ni lazima upate website designer au agent sahihi kwa product yako. Information za kwanza kabisa ambazo unatakiwa kujua kuhusiana na agent ambayo unataka kumchukua ni kwamba je, ana ujuzi kiasi gani kuhusiana na industry ambayo wewe uko. Kwa mfano, wewe ni mtu wa tourism, mtu wa tours. Je, ni kiasi gani cha ujuzi au knowledge anazo developer wako kuhusiana na biashara yako? Je, anajua ni nini hasa wateja wanataka? Je, information gani ni watakuwa interested nazo? Picha za aina gani watahitaji? Je, ameshawahi kufanya hizo project zinazohusiana na biashara kama ya kwako? Amefanya mara ngapi? Kama inawezekana, anafaa akuonyeshe kama ni online, akuonyeshe website zake, akuonyeshe kama ni testimonials, akuonyeshe. Information nyingine ambazo ni muhimu wewe uzijue ni kuhusiana na procedure gani anazotumia yeye kama developer kutengeneza hiyo website yako. Manake ni nini? Kwa mfano, ni lazima ujue kwamba hii project yako, hii website yako itachukua muda fulani, itachukua wiki 2, itachukua wiki 3 mpaka kukamilika. Wiki ya kwanza itakuwa anafanya vitu kadhaa, labda kutengeneza framework, kutafuta colors, kutengeneza content. Wiki ya pili kudesign, wiki ya 3 testing na vitu kama hivyo. Kitu cha 4 na cha mwisho ambacho ni muhimu sana kukijua au after sales services, kwamba je, baada ya project yetu tukishamaliza, tukisha launch, kwamba tayari sasa hivi website iko hewani, je, ni huduma kiasi gani anakupa na gharama zake ziko kiasi gani? Kwa mfano, ni lazima ujue kwamba kwa mfano vitu kama website, vitu kama password, username ya website yako anakukabidhi lini? Je, ni wewe ndio utakuwa unakaa nayo au atakuwa anakaa nao yeye? Ni lazima ujue kama labda domain yako hosting zita expire muda gani, na ni nani ambaye atakayerenew, atarenew yeye au yeye atakupa wewe credentials kwa ajili ya wewe mwenyewe kurenew. Kuna vitu kama vile maintenance, labda kuupdate, labda antivirus, kuupdate plugins, atafanya yeye au utafanya wewe mwenyewe? Na kama atafanya yeye, je, kuna gharama extras au vipi? Kuwa na professional website ni ndoto ya kila mfanyabiashara ambaye anatamani kuwa na mfanyabiashara kisasa. Kwa hivyo basi, ili kufikia ndoto yako, tuwasiliane kwa hiyo linki hapo chini, au piga simu ambayo tumeandika hapo chini kwa mawasiliano zaidi, ili tuweze kujadiliana jinsi nzuri ambayo ya wewe itakayokuwezesha kupata
kile ambacho unastahili kukipata. Kwa leo tuishie hapa, tutakutana safari ijayo. Kuwa na siku njema.